hayo yagonge ukuta, kwani hakuna upande wowote kwenye majadiliano hayo ambao umeonyesha dalili za kulegeza msimamo wake. Mwanahabari David Muthoka anaangazia msimamo wa kila upande na ni vipi kamati ya majadiliano imejiandaa kutafuta mwafaka mbele ya kikao muhimu zaidi cha kamati hiyo. Kamati ya majadiliano inayoongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah itakuwa ikirejea kwenye meza ya mazungumzo Jumatano asubuhi kwa kikao ambacho huenda kikaamua hatma ya majadiliano kati ya serikali na upinzani. Kwa sasa pande zote mbili zimetofautiana vikali kuhusu jinsi ya kupunguza gharama ya maisha, huku kila upande ukikwamilia msimamo wake tofauti. Upande wa upinzani unataka ushuru aina ya VAT kwa bidhaa za petroli uteremshwe kutoka 16% hadi 8%, huku nao ushuru wa nyumba ambao kwa sasa ni 1.5% utolewe au ufanywe kuwa hiari. Upande wa serikali umedinda kukubali marekebisho yoyote kwa kodi hizo mbili, hatua iliyofanya baadhi ya wawakilishi wa upinzani kwenye meza ya majadiliano kujiondoa kwa dharura Jumatano iliyopita. Waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u amealikwa na kamati hiyo kwenye kikao cha Jumatano hii kutoa mapendekezo ya jinsi serikali inaweza kushusha gharama ya maisha. Hata hivyo, Profesa Ndung'u huenda akapata wakati mgumu, kwani upande wa upinzani haswa umetishia kujiondoa kabisa kutoka kwenye mazungumzo hayo iwapo hautasikizwa. Kando na kujiondoa, baadhi ya viongozi wa chama chake Kalonzo cha Wiper Jumanne walionyesha dalili za kuanza kampeni dhidi ya serikali ya Rais William Ruto, wanayemlaumu kwa kupanda kwa gharama ya maisha na wanayeshikilia hafai muhula mwingine ndani ya ikulu. Badala ya Ruto, viongozi hao wamedai Kalonzo tosha kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. When President Kibaki came to power, he did not blame President Moi for anything. He went on. The first 100 days there was a change. In fact, upon his election, the shilling gained against the dollar. The biggest problem in Kenya is corruption. Come 2027 or before 2027 is Dr. Stephen Kalonzo Musyoka and Azimio, na Azimio tutakaa imara tukiwa hatuna bugudha yoyote na mtu yoyote. Macho yote Jumatano yatakuwa kwenye ukumbi wa Bomas, ambapo majadiliano yatakuwa yakiingia kwenye kipindi cha lala salama kuona kutakwenda vipi. David Muthoka, KTN.